Safari ya mbinguni si lele mama. Safari ya mbinguni inahitaji majasiri. Ndio maana Yohana, kitabu cha Yohana pale, Yesu Kristo alisema kwamba tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Walio majasiri na mahodari wa imani ndio wenye uwezo wa kuuteka. Ufalme wa mbinguni si lele mama, sio mtelezo, sio kamseleleko. Ufalme wa mbinguni unahitaji majasiri wenye nguvu ya kuishinda dhambi, wenye nguvu ya kuishinda mitindo ya kidunia, wenye nguvu ya kuushinda ulimwengu huu na tamaa zake mbaya. Ndio watakaoweza kuingia pale mbinguni. Ukiwa huna nguvu, huna uwezo wa kuishinda dhambi, kila linalokuja wewe ni kulikokota. Kila mafundisho ya kila aina, yawe ni mapotofu, yawe kinyume na Biblia, wewe ni kuyakokota, ni kuyabebelea, ni kuyabembeleza. Hautaingia mbinguni kamwe. Majasiri pekee ndio watakaoingia. Kule mbinguni kuna wakina Elia. Angalia imani na msimamo aliyokuwa nao Elia. Ndio wewe mtu wa Mungu inatakiwa uwe nao huo. Usipokuwa nao utaingia mbingu ya nani wewe? Msimamo aliyokuwa nao Yusufu. Alikimbia dhambi ya zinaa na uzinzi. Alikimbia. Aliona si kitu. Aliona ni afadhali hata aende gerezani, lakini asijinufaishe na hii dhambi na uchafu huu wa muda mfupi. Lakini watu wa siku hizi ndio tunakimbilia uzinzi, tunakimbilia mapenzi, uasherati, uzinzi, tunavikimbilia hivyo. Mambo machafu tunayakimbilia. Hautaingia mbinguni usipogeuka kwa hayo, usipogeuka kwa uzinzi. Hata kama wachungaji wengi wanasapoti na kupromoti kwamba kijana usiwe zube, usiwe bongolala, tafuta mpenzi, tafuta mchumba, ndio mahubiri ya siku hizi. Ninawaambia ya kwamba kule mbinguni hakitaingia kitu kilicho kinyonge. Ni heri usiwe na mchumba lakini ukaingia mbinguni. Ni heri usizae hata mtoto lakini ukaishikilia imani na msimamo ulionao. Ni heri ukaachana hata na kazi ambayo unayo ama ajira ulionayo, lakini ukakubali kuishi maisha matakatifu. Ni heri ukaacha kupata ajira kwa sababu tu umeambiwa uzini ndio upate kazi, ama fanya uzinzi na bosi upate mshahara mkubwa ama uajiriwe katika kazi. Ni heri usipate ajira lakini ukasimama na Mungu wa kweli. Lakini ukijifurahisha na uchafu wote wa dunia hii, mbingu umeikosa. Mbinguni wanaingia watu ambao ni majasiri, wako tayari kupoteza lolote, chochote, wakati wowote, ufaao na usiofaa. Wako tayari kupoteza hata roho yao, hata uhai wao, lakini waitetee nguvu ile ambayo iko ndani ya imani. Wautetee wokovu, wamtetee Yesu Kristo asizalilishwe wala kuaibishwa kwa maisha yao. Ndio watakaoingia pale mbinguni. Ndio wale waliokubali kukatwa hata vichwa kwa sababu tu ya ushuhuda wa Kristo. Je, wewe, jambo lolote likija wewe ni kulikokota, kulipeleka tu, kulichukua, uchafu wote ni kuleta twende, utaingia mbingu ya nani? Wokovu sio mtelezo, wokovu sio kamseleleko. Wokovu unahitaji watu majasiri. Kama wokovu ulikuwa ni simple kama tunavyoona siku hizi, kwa nini wale waanzilishi wa imani walikubali hata kuchinjwa vichwa vyao, machozi ya damu yaliwatoka kwa sababu ya imani? Alafu unasema imani ni kitu chepesi, tusikompliketishe wokovu. Kuzimu utaingia kama unadhani wokovu ni wa kuteleza kila siku, kuteleza tu, uchafu wote ni kwa kufanya. Utaingia jehanamu. Mbinguni wanahitajika watu majasiri. Hakuna kinyonge wala kichafu kitakachoingia pale. Amen.
ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema tengeneza